Hii ni 5 Media na leo nakuletea zile update mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kubwa kuliko ni kuhusiana na taarifa kuhusiana na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans mara baada ya taarifa za Ndambwile nazo kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwanza tumfahamu Azizi Ndambwile alizaliwa wapi? Azizi Ndambwile alizaliwa kule jijini Mbeya na amekulia maisha yake ya kisoka vizuri zaidi katika timu za huko Mbeya, na amekuwa mchezaji mzuri zaidi katika timu ambazo amekuwa akizicheza kwa miongo kadhaa wa kadhaa. Ndambwile ameshawahi kujiunga na Big Bullet ya nchini Malawi akicheza kwa mafanikio makubwa. Pia ameweza kuhusishwa na namna nzuri ya kuendelea kutumikia klabu ya Singida Big Stars, Fountain Gate ambazo pia alizichezea kwa mafanikio. Sasa kumekuwa na taarifa zaidi ambazo pia zinaendelea kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na Azizi Ndambwile, namna mkataba wake unapoelekea kuwa ukingoni, na hakuna chochote ambacho pia kinaendelea kuelezwa zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Watu na wadau mbalimbali wameendelea kuwashukia Dar es Salaam Young Africans kutokana na yale ambayo anapitia Azizi Ndambwile. Sasa kutokana na sitofahamu hizo na namna ambavyo mambo yanavyozidi kuendelea, Ndambwile yeye mwenyewe leo aliweza kutuma barua ya wazi mapema tu akieleza namna ambavyo anaheshimu Dar es Salaam Young Africans, viongozi wake pamoja na timu kwa ujumla na misingi mizuri ya klabu hiyo, ambapo wameweza kulipa stahiki zake zile zote ambazo walikuwa wanadaiwa. Mchezaji wa klabu ya Yanga Azizi Ndambwile ameweka wazi ukweli kuhusu taarifa zilizokuwa zikisambaa mtandaoni zikimhusu yeye na klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans. Kupitia taarifa yake kwa umma katika akaunti yake ya Instagram, aliweza kuweka hadharani na akaandika taarifa kwamba mimi ni mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans, hivyo basi taarifa hizo ziweze kupuuzwa maana mkataba wangu tayari umeshalipwa. Aidha, ameomba waandishi wa habari kuhakikisha wanakuwa na vyanzo sahihi vya taarifa kabla ya kuchapisha habari ili kuepuka kuleta taharuki miongoni mwa watu mbalimbali. Sasa kutokana na hayo ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, pia mwisho ameomba radhi watu wote ambao wamekuwa akifuatilia haya ambayo yamekuwa kiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kazi yetu ni kuendelea kukupa update mbalimbali, lakini huku kwa upande wa TFF inaelezwa kwamba taarifa zake pia zimeweza kuvuja kuhusiana na hatima yake ambayo inaelezwa kwamba hajalipwa pesa yake, na hivyo basi anaweza kaipeleka Dar es Salaam Africans mahakamani. Kabla hajafika huko, TFF wameweza kuingilia kati sakata hilo baada ya taarifa hizo kuendelea kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Nini maoni yako kutokana na mwenendo mzima wa klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans wamekuwa kizipitia kwa siku kadha wa kadha? Hii jaza jana wala juzi tumeshuhudia kwa Feiston Kaela Mayele, tumeshuhudia kwa mchezaji wa Azam FC Faisal Salum Abdara Feitoto, mpaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Dr. Samia Suluhu Hassan walivyoweza kuingilia kati. Nini maoni yako kuhusiana haya ambayo pia yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? Don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali. Bye tena mpaka wakati mwingine, mimi sina la ziada.